cheki. Nikisema mama tunasema kumi. Mama. Thank you. Moja kidogo. Tulisema mwaka 27 emergency. Alo. Nikisema gavana unasema mama. Gavana. Nikisema mama unasema tano tena mama. Ndio mama je uko hapa. Watu wa rege. Now, without wasting much of time, allow me to bring on stage the hitmaker, one of the only gospel artists that are from Cumberland. When you do your wimbo ya akina mami, make some noise for Mielo! Mama sangulia semeseo nge enataka kumwona asitokuwa kelele tukilie enakina wathi wako wita wabali tupeo ndisio kanine wathi unge wasunga wita we kinya sawa ulende wange thaitha kokela sio kuoko tukathaitha wamwe twende kazi. Pesa mina mboenda kelele utatulia tu ikambogo baisua hiyo kutokuwa kuendeleza. Haya twende sasa, piga makofi kidogo. Shamba na vigelegele, piga makofi kidogo tu.
Asante. Asante. Mielo dakika moja tu, tutakuita baadaye. Wapi makofi ya Mielo? Asante. Amen. Basi wakati huu ni wakati wa kutulia. Your Excellency, tunaenda kuzindua rasmi kikombe cha kwanza ambacho kitaletwa mbele yako na msichana ambaye anajulikana kama Mary Ndambi. Niruhusu niseme hii kwa Kikamba. Mary Ndambi ni mwitu katia alama ambiye kudhao kaedishe ni ambaye Your Excellency auwete baya yani yoni na nondo wa kudhao kanesa o yuto nena ni wawasiwe ni police bullets ala meudhao ka mubila wa National League kana Premier League ya Kenya. Kapitani kao mitekilie ikana kikombe tu akiete bambe ikana twende na kwanwe chakele cha aume Bobby. Ikiwa tumesimama tu hivyo, tunaona msichana mrembo tu kwa sababu ya pisi. Wapi makofi mazuri? Kikombe cha pili ambacho ni cha wanaume ama vijana kinaletwa mbele yako Your Excellency hivi sasa. DJ. Wapi makofi mazuri kwa trofi ya vijana wetu under third edition wa Vinya Cup. Tafadhali naomba ifuatavyo. Usipoita jina lako, tafadhali pale kulingana na sheria ya FIFA tutamruhusu kwanza kabisa Excellency wa Vinya Ndeti ili aweze kwenda pale azindue rasmi. Kisha baadaye naibu wa gavana atamfuata, kisha waziri atamfuata, alafu patron wa gavana wa Vinya Cup Edition atamfuata. Tuko na mwenyekiti wa michezo katika kaunti ya Seme ya Machakos, Mheshimiwa Kinyungu. Kwa hivyo tutaenda na utaratibu huo. Your Excellency, tupatie umma Your Excellency akienda pale kuzindua rasmi.
Kwa mnyenyekevu sana, nitakuomba wakati huu ili uweze kupewa kipaza sauti uzindue rasmi third edition Governor of Winner Cup. Thereafter, Your Excellency, you will be joined by the DG, FAF County Chair Mr. Nur, Waziri na Patron. For now, Your Excellency. Tunaendelea. Asante. Wakati huu gavana wetu ina 3, 2, 1. Your Excellency, over to you. We now launch the Governor of Winner Cup third edition. Makofi mazuri. Imarisha mazingira. Governor of Winner third edition is officially launched. Makofi mazuri. Naomba gavana apeane kipaza sauti. Your Excellency, the Deputy Governor, you can join Her Excellency FAF New Chair tuende pale, Waziri Sharon awajoin, Chair wa michezo Mheshimiwa Kinyungu, tafadhali tufuate pale. Hiyo ni picha ya pili, itatangaza ya tatu. Nitaomba kwa heshima wale ambao wamefanya vile, gavana asalie pale peke yake na DG na Nur. Naomba MCAs, you can join that photo. All the MCAs. Patron, you should bring back all the photos. Patron, kaa kwa picha zote. Patron, kwa hizo picha, let us wapiga picha tafadhali tusaidiane. Dominic, smile kidogo tafadhali, wako tunashangilia mheshimiwa, asante. Makofi mazuri. MCAs, kindly you can leave the photo. Can I have CS na mawaziri tuende pale. Basi. Tafadhali naomba tuende na utaratibu. Mheshimiwa Chair, kando kidogo. Mawaziri kwanza. Tutaita sports committee kando kidogo. Yes. Sawa, Mheshimiwa Chair kidogo. Tafadhali, nyuma kuna watu wengi wa picha. Naomba tusaidiane kamani. Pande huu wote watoke pale, tuache wachezaji. Mheshimiwa Chair, Mheshimiwa Wairimu, tukae kando kidogo. MCAs wanakuja.
Komiti ya sports mrudi pale na shirika hivyo. Asante. Mawaziri waondoke wote. Nitaomba Mheshimiwa Munyaka, Mheshimiwa Kisoi ambaye wapi makofi ya Mheshimiwa Kisoi? Wakili Kala, tafadhali you can join the photo please. Mwanani na uwanjani la Mvosa, Mheshimiwa Lau Pito, Mheshimiwa Lau Mbone Sano, Mheshimiwa Kisoi. Mubango. Naomba tafadhali tuondoke sasa. Tuondoke. Komiti ya michezo, tafadhali tuende pale. Komiti ya michezo. Asante, Your Excellencies. Turudi kwa picha. Turudi kwa picha. Wapi makofi mazuri tafadhali? Tafadhali tuangalie picha Nuru. Tuangalie picha. Ya mwisho, komiti ya Governor of Vilnius Cup Third Edition. Committee you are here. Committee members, please you can go in. Tunataka kuona mpira bwana. Tuende pale. Tuangalie picha. Kidogo Your Excellency, the DG, angalia picha kwanza. Asante. Nitaomba zote tuondoke, tumwache gavana peke yake. Sasa nitamuuliza CEO wa Sofapaka Herbert Kuna na Nuru wasalie pale. Your Excellency, the Sofapaka CEO has a gift for you. Vijana ambao wanacheza mpira leo, hapa kuna CEO wa Sofapaka. Whatever you are doing, fanya kwa kasi zaidi. CEO wa Sofapaka. Herbert, after umepata nafasi ya kumpatia gavana wetu zawadi, hakikisha kwamba pia ukitoka hapa umechukua wachezaji kadhaa wakacheze Sofapaka. Geuza tena picha ya kwanza, jezi Gavana 016, Gavana 016, makofi mazuri. Kasida. Your Excellency, wakati huu niruhusu nimwalike Nuru Chair FKF akukabidhi mpira officially. Wapi makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri, makofi mazuri. Nuru, wapi smile bwana, smile, asante sana. Hapo basi, Your Excellency, jogo kidogo. Anakuja. Songa mbele kidogo tu hapo. Cameraman kindly. Hapo ni sawa. Haya basi.
twende kazi, mara ya kwanza, mara ya pili, anapopita pale gavana wa Machakos, wapi makofi mazuri. Your Excellency, the last but not the least, ukarudi pale nimuite CEO wa Pepsi pamoja na waziri Sharon, pamoja na CEO wa Pepsi tafadhali. Makatibu wetu nyinyi ndio tutamalizia wa mwisho. Katibu kujeni, twende pale ni kupigwa picha. Department ya sports tafadhali, twende pale. You can have a handshake with Her Excellency the CEO, please. A handshake there. Tuangalie cameras. Asante. CEO Pepsi, you can take your leave. Waziri Salia, can I have department ya sports after makatibu? Makatibu tuende pale. Bendeta, wacha kulalia trophy, wacha simami hivyo. Tuharakishe kidogo. Asante cameraman, thank you, God bless you. Can I have Department of Sports? Waziri utasalia pale. Department please. Makatibu, you can take your leave. Thank you. Asante, tujipange vizuri. Tunaangalia picha, tujipigie makofi tuondoke. Can I have Mary Ndambi with Her Excellency wakiwa wawili. Asante. Wale ambao wameleta trophy waingie kwa hiyo picha. Bobby. Asante sana. Ya mwisho ninauliza na patron, can I have the referees, all the officials, you can go in that photo. Ndambi and your team, mnaweza ondoka sasa. Warudi nyuma tu, mrudi tu nyuma. Officials please. Asante sana. Wananchi wapenda, wakati huu nitaomba coaches ya mwisho tu. Coaches, mwanzia, sawa. Coaches please. Coaches. Asante. Your Excellency, wakati huu asante sana.
Hujue ngoma. Haya basi, naomba zote wenye tuko hapa hivi turudi upande huu kidogo. Kumbuka kwamba kibwagizo cha basi, kama vile ambavyo tunaelewa ni kwamba kibwagizo cha third edition ni tuimarishe mazingira, tucheze ball. Kwa hapo tafadhali tumpatie nafasi gavana wetu aweze kutupatia hotuba mfupi tu kuashiria ufunguzi rasmi wa mashindano haya siku ya leo hapa Kisoni Grounds. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mwainata iwe mwenye museo na mabinda onde. To the Deputy Governor of Machakos County, His Excellency Francis Mwangangi, the CCMs present here, the Chief Officers present, MCS present, the wonderful residents of Bumbuni North, distinguished ladies and gentlemen, our candidate for Wiper, Kisoi, na Mheshimiwa candidate wetu wa Wiper Kisoi, Mheshimiwa Munyaka, the incoming MP of Machakos, Jezi oye! Jezi oye! Jezi oye! Bwana Yesu asifiwe. Semeni amen na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jezi oye! Jezi oye! Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. God loves you. Wamama mpo? Wamama mpo? Amaitu mwekwa? Mwekwa? Kwa zelelaine uwe? Kina baba mpo? Kina baba mpo? Kina baba mpo? Hebu shangilieni. Asanteni sana. Today I'm very excited as I officially launch this third edition of the Governor Wavinya Cup, a county-wide soccer tournament that my government has proudly organized since 2022. From the very beginning, my focus has been clear: to expose our young people to opportunities for talent, exploration, and to provide a platform for career progression in sports. Ladies and gentlemen, today I am a proud mother and governor. Proud mother because our young men and women in Machakos County are no longer easy targets for exploitation for political mobilization, but individuals filled with hope for a brighter future, courtesy of numerous empowerment programs my government has lined up for the youth of Machakos County. Proud governor, because a good number of highly talented young men and women have already been scouted by both local and international clubs, and a clear demonstration that Machakos County is indeed a home for talents. And that our investment in the youth is not in vain. Today, I proudly introduce Mary Dambi, a Gen Z. Where is Mary Dambi? Come here.
agency who is playing for the Police Bullets, who are two-time champions of the Premier League for the women. This is the kind of transformation we are talking about. Tumpigie makofi tafadhali. Unajua alichukuliwa tu hapa Machakos tukicheza, akachukuliwa na Police Bullets. Nao si anapata mshahara. Hebu mjikakamue. Mchezo ka? Mnanielewa nini? Mchezo ka? Additionally, one of the players of Kalunwili FC, who were the first champions in the pioneer edition of Governor Wavinya Cup, by the name Felix Mwendo, flew to Spain just this week for scouting, and we wish him all the best. Alienda Spain hii wiki, tunalewana. Na alikuwa akichezea nani? Kalunwili. Ladies and gentlemen, the Governor Cup is not just a football tournament, but it is a transformational program under the Ministry of Gender, Youth, Sports, and Social Welfare, anchored on my administration, second pillar of the social and economic empowerment. Through this pillar, we remain committed to uplifting the special groups, including youth, women, persons with disabilities, and the less fortunate in the society. In the first edition, 640 teams participated, with the winners at every level rewarded, and the final producing champions who walked away with a cash prize amounting to 1 million Kenya shillings. Importantly, 12 young players secured opportunities to play in different tiers in Kenyan football. Ladies and gentlemen, the second edition, which began on the 14th September last year, grew bigger. It attracted 650 teams and culminated in a grand finale at Kenyatta Stadium, where over 20,000 fans turned up to witness the electrifying finals. The champions walked away with a prize of worth millions. And from this edition, we successfully formed Machakos County team for both boys and girls. This year, the tournament promises to be bigger and better. We shall have a record of 650 teams drawn from across the 40 wards. The 40 wards of our county. Now, we stand on the brink, yet another milestone, a third edition of the Governor's Cup, which officially kicked off today, September 25th, and will run until 13th of December. So 13th of December, mjipange kila mtu mtoke na milioni. This edition is special because it goes beyond football. It goes beyond football. Under the theme, nurturing talent, bringing our future, and empowering generations. We have introduced new activities and inventions to enrich the program, including training, scouting, sports clinics led by legends across the world, tree planting, and environmental conservation, because a healthy environment sustains healthy generation. Mental health awareness sessions, ensuring our youth are strong both on the pitch and also mentally. My desire is to see real transformation of our young people, because they are the future of the society, but not the future. They are the now of the society.
My government will continue to promote initiatives that uplift the youth through sports and talent exploitation. My government is in the process of analyzing sustainable means of supporting county league, regional and second division clubs in Machakos County. Tunakuja na klabu yetu ya Machakos sasa, ile tutainacha na tunaweka kwa budget. As I conclude, I would like to thank FKF for their tireless and consistent support they have accorded this program since inception. We are highly indebted to you. Na tunasema asanteni sana. Thank you very much. God bless you, FKF. At this juncture, I declare the 3rd edition of Governor Wavinya Cup officially launched. May the best teams win. Finally, tunasema vijana, mnanisikia? Finally tunasema vijana tusakate nini? Vijana tusakate nini? Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Na wasichana atubebi ball tunafanya nini? Wasichana atubebi ball tunafanya nini? Atubebi ball tunacheza. Vijana tusakate nini? Na tujichunge, si ndio? Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you very much. Asante Your Excellency, kulingana na kibwagizo cha tuimarishe mazingira tucheze ball. Wakati huu nitakuomba ili upate nafasi ya kupeana miche hii ili tuweze kuendelea na kuimarisha mazingira. Wakati huo nitamuomba naibu wa gavana ili uje uweze kushirikiana pamoja na gavana kupeana miche hizi. Tafadhali DJ, nipatie ngoma tukifanya vile. Vijana tafadhali, Your Excellency, miche hizi tupe miche, tupe wa players siku ya leo. Watangazaji wenzangu, upande ule mwingine tuwe tayari ili tuweze kuanzisha rasmi. Tafadhali tunaomba tu gavana na DG ndio watapeana miti. Gavana na DG peke yao. Gavana na DG. Nur, FKF Chair, Machakos County, please. You can join the DG as we do that. And Her Excellency. Mheshimiwa Kusoi.
our refs nafasi tuweze kuzindua timu ya kina dada. Bodi ya ndio pili. Tafadhali bodi ya ndio pili prepare the first match. Ndio ngoma kwa umbali. Wapi makofi mazuri basi gavana wetu na naibu wake wakienda kuketi. Ukiwa huku katikati ya uwanja naomba uweze kuondoka ili uweze kupeana nafasi Jenerali media inahitajika kwenye uwanja. Tafadhali wale ambao wako katikati ya uwanja tuondoke, vijana ambao wako na mishe. Naomba officials wa Vinya Cup katikati ya uwanja, kuna bendera ziko hapa ziondolewe. Mikika tafadhali iondolewe. Tusonge nyuma sasa. Tusonge nyuma wakati huu. Tukiendelea na kutoa bendera na carpet kwenye uwanja, wananchi wapendwa, tuko live katika Twitter @Wavinya Ndeti, FB Honorable Wavinya Ndeti, Instagram Honorable Wavinya Ndeti, TikTok Wavinya Ndeti EGH, YouTube tuko live, Machakos Governor page. Naomba tafadhali hapa zote turudi nyuma. Wakati huu ningependa kurudisha kipaza sauti kwa watangazaji wa ball Mumbai. Na asante sana MC Kelly. Basi kama alivyosema MC Kelly, tafadhali mashabiki ambao tuko kwenye touchline, naomba tafadhali mashabiki ambao tuko kwenye touchline ya uwanja, naomba tuweze kusonga nyuma ili tuweze kuanza mtanange wetu siku ya leo. Mashabiki ambao mko uwanjani, mchezaji. Asante bwana Mbai, tafadhali hapa zote turudi nyuma. Zote tuende upande ule kabisa, tutoke hapa kabisa, tuache wanahabari. Tuondoke kabisa. Tafadhali naomba tutoke uwanjani, tuende upande ule zote. Wanahabari anabasutoke kabisa. Asante sana MC Kelly na official MC. Tafadhali kama maafisa wa usalama wanavyowarai wananchi, tafadhali naomba tuweze kusonga kwenye touchline ili linesman apate mahali pa kupita anapoangalia mpira, vile anapochezesha mechi. Kwa hivyo wale ambao kuko kwenye touchline tusonge nyuma kidogo, ndio pia fourth and third official uweze kupata nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba matangazo pia yanakuja moja kwa moja, na vile vile wanaweza kukimbia vizuri kwenye touchline ili kusiwe na makosa. Basi popote ambapo ulipo, popote ambapo zama moja kwa moja, ni kwamba ni makala ya tatu ya mashindano ya gavana wa Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti, bila shaka ikiwa ni wadi 40 na vile vile katika kaunti moja ya Machakos. Basi bila shaka tuko ndani ya Mtambo TV. Bila shaka katika page za mama Wavinya Ndeti, Wavinya Ndeti tuko live ndani ya Facebook ama Wavinya Ndeti na Mtambo TV. Tuko live ya Mtambo TV kama
mheshimiwa aweze kuwa na nafasi ya kutazama tafadhali. Kama hiyo si official, naomba tusonge kule tafadhali, tusonge kabisa. Kwa heshima tu, tusonge. Asante. Tafadhali zote hapa wanahabari, tuende upande ule. Wanahabari wenzangu, tusonge tusaidieni kule, wapate nafasi nzuri ya kuweza kutazama kabisa. Asante sana mabibi na mabwana kwa kutii. Mwenyezi Mungu anawabariki. Tusaidieni kidogo ili tuweze kupata nafasi nzuri. Haya basi, kama tutaweza amani ya mtoto hivi anakaje tunapata mchuano ama chochote ambacho tunaweza hapa kuacha kasoro Catholic Church. Basi wakati huu Your Excellency tunakuuliza tu ufike pale katikati ya uwanja uweze kusalimia wana michezo hawa kina dada na DJ na FKF Nur. Tafadhali. Kitambulisho na voters card ni kitu ya muhimu na tena cha muhimu sana. Hii mpira sisi tunasema hatubegi ball, tunacheza, si ndio? Maneno ya kudanganywa na vijana hapa ati anakudinia, wachana nayo. If you work hard, you'll be able to buy yourself whatever you want in life. Tunaelewana? And it doesn't matter whether you come from a poor family or rich family.
We have seen people who come from different families and they have made it. Never be down by anybody. Atikuangalia kwa sababu kwenu kumaje. Wewe umejua kwa kwenu, unanielewa? Siku moja you'll be a what? You'll be someone. Okay? Keep your eyes on the ball. See sawa? And I wish you God bless you and let mahali Mwenyezi Mungu anaenda mnaenda. Mahali Mwenyezi Mungu aendi msifanye nini? Msiende. Na mnajua mama anawape. I love you and I pray for God to always guide you. If you love mama, make sure you take your tree home and plant it. So that you can be remembering who? Mama, si ndio? Na hiyo mti wewe unaweka nini? Naambie Mungu, huo mti as it grows, maisha yangu nayo ifanye nini? So you must take care of it. So that as it grows, your life also grows. Si sawa? Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki. Kidogo tu Excellency. Ndio pale hawapati mtu. They know you can. They know you can. They know you can. Thank you. Basi kwa sheria rasmi mchezo wa kwanza baina ya ladies itawaliwa mtangazaji wa mpira upande mwingine ngoma kwenyu. Asante sana MCK. Basi kwa sasa gavana wa Machakos Mheshimiwa Bwana Ndeti akiwa mkuu wa wachezaji ambao ni kina dada katika mechi ya kwanza. Kumbuka vile vile mchezo huu unakwenda kutazama moja kwa moja ndani ya runinga ya Mtandao wa TV na vile vile kwenye ukurasa rasmi wa Facebook au mtandao wa kijamii wa Mheshimiwa Bwana Ndeti. Hivi basi ni kama kote ambako tunatazama timu zote mbili ziko uwanjani. Timu iliyovalia majani ya njano ni timu ya Kasinga na vile vile timu ya Mungu imepiga sare zao nyeupe na kaptula zao nyekundu ikiwa mchezo wa kwanza rasmi kabisa wa sheria kwanza mtiange wa Mheshimiwa Gavana Machakos Mheshimiwa Bwana Ndeti unaanza rasmi. Kumbuka kwamba makala ya tatu ya michuano hii, makala ya kwanza ya pili tayari yashafanyika mwaka huu basi 2026 yanaoananga kilele chake kuwa ni mwezi Disemba mwaka huu ambapo mshindi kama kawaida atakuwa anaondoka na zaidi ya shilingi milioni 1 katika mchuano huu. Mwenzangu Senta leo kitayari kupata lineup ya timu zote mbili. Basi center referee ni mwanadada anafahamika kama Esther Musyoka. Vile vile line 1 ni Sharon Naroto na vile vile line 2 anakuwa ni James Wa, alafu match commissioner ama the fourth official anakuwa ni Julius Mutua. Center Loki. Haya basi
kule, lakini kama tena inakuwa nyingi inatoka nje. Wanakwenda kurusha haraka, wanarusha kule Mombos Queens, wanarusha kule defender. Ulinzi anafanya masia. Anafunga goli hapa la kipekee. Jazz nambari 16. Jazz nambari 16. Mwite kwa jina kama Shila. Anafunga na komboa haraka inakuwa ni 1-1 hapa. Kasinga goli moja, vile vile Mombos Queens moja, dakika chini ya 5. Wanafunga hapa goli 1-1. Kwenda kwanza pale sasa. Haya. Wanaanza kule tena Kasinga. Legea mwenzake winga kushoto, wanakataa Mombos Queens. Wanakuja na ngoma kule Kasinga winga kushoto kule. Anacheza vizuri kwa kumtafuta mwenzake Jazz nambari 6. Wanakataa kabisa, wanakata kule na kesho ngoma tena kumbe ilikuwa nyingi. Lakini mpira ule unakurushwa. Anakwenda kurusha kule ni captain, lakini anamwachia mwenzake. Anasema referee, center referee Esther Musioka anasema hapana, inaelekea upande ule wa timu ya Mombos Queens. Wanachukua kule Kasinga 11 mgongoni, mwite kwa jina kama Sumbua. Anapiga ngoma juu kule kunafuta mwenzake huko mlinzi Jazz nambari 6, lakini ngoma inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa. Jazz nambari 6 anakwenda kurusha kule. Anarusha Kasinga, wanakwenda mbele, wanakataa kule Mombos Queens. Piga juu, tuliza vizuri kwa kichwa kinalia mwisho kwa kidari tena kipenda kifua. Wanakwenda kule wingi tena, Jeresha kumdada mwenzake, anakuja kuna piga chenga moja safi, anakubali, lakini wanakataa. Tayari kule wingi kushoto, Jazz anaitwa Sumbua. Anasumbua sana Sumbua. Sumbua anasumbua sana. Anafanya mambo makali sana. Kwa kipa kule kwenda kwanza ni Von. Nilinda Konradi ambaye ndio captain wa timu hiyo. Anaanza kule timu sasa ya Mombos. Wanapiga mbele kabisa, lakini wanakataa kule Kasinga 11 Sumbua. Anakwenda kwa Sumbua. Sasa Kasinga wanakataa Jazz nambari 6 katikati ya uwanja, anapiga mkenge anakataa, anaanza mwenzake kwenda Kasinga kule, umechia tena Sumbua msema ambaye amekula kashiba, lakini anakataa. Wanachukua Mombos Queens, wanakuja na ngoma sasa. Ni timu ya Kasinga wanacheza vizuri, lakini Mombos Queens wanakataa msema ambaye amekula ameshiba vizuri, ndio kwa kunafuta mwenzake wenye kushoto, lakini kule kipa mwite kwa jina Catherine Mzisa anadaka, anasema hii ni mboga kwangu, Merry Christmas. Haya. Kumbuka kwamba ni michuano ya gavana wetu mpendwa, gavana Machakos Mheshimiwa Wavinya Ndeti, ambayo bila shaka ni makala ya 3 zaidi ya timu 600 na vile kutoka wodi 40 za kaunti ya Machakos. Haya, katikati captain walikuwa kunafuta na wenzake, wanakwenda huko, wanakataa wachezaji wa timu ya Mombos. Wanakuja na pigo chenga moja zuri katikati, wanakataa tena, wanachukua Mombos katika kujaza goli 8. Wanasonga na ngoma kule kunafuta, lakini kipa kule Nzisa anadaka kwa miguu yake, anasema mboga kwangu. Haya. Saint Carlos twende kwako. Haya basi. Dakika 8 za mchezo ndani ya makala ya 3 ya Wavinya Cup. Ngome Starlets versus Kasinga Starlets. Goli ni moja dhidi ya moja. Haya, kichwa kinaitwa pale katika uwanja na magari kama katika daraja la Kasinga Starlets. Anatoka Fura na udaka mlinda lango pale, ukipenda goalkeeper anafanya madoido hapa, anaelewa kazi yake fika. Anafanya kazi nzuri hapa, piga pasi kule mbele kwa kutafuta baratiza mgongoni. Haya, anaanza mzima. Anakosa. Mungu ni sana.
akatafuta nafasi akaipata, akatafuta nafasi akaipata, akaingia mzima, akakosa nafasi ya kipekee pote ya pote. Akamwambia ukikosa nafasi kwa faida yako, ukipata faida yako. Basi anaanza kwenye sala ya nyuma. Haya, sababu apiga pasi kule katika uwanja, analapo kwa namba 7, wanakataka kata. Warembo wa Mungu Stars anaduka kifua pale. Piga pasi kule mbele kwa namba 9. Anaingia mzima na kukatana na kushoto kwenye maeneo hatari. Pili unatoka. Basi itakuwa ni goli kuelekea timu hii ya Mabuni Queens. Lote vile vile naambiwa timu ya Wanabulu wote kaunti nzima na Kenya nzima wakiongozwa na timu ya Jenerali wako ndani kabisa kuhakikisha kwamba matangazo haya pia yanapeperushwa moja kwa moja. Kwa hivyo wakati ambapo katika dunia nzima kila mtu anatazama na kujelea moja kwa moja. Twende kazi. Basi tuko tunapata kwenye Machongo TV ambayo kule nyumbani tunapata mchongo na official page ya mama wa Wavinya Antete Gavana Machakos County. Kwenye safu ya nyuma pale tutakuwa anaanza goal kick. Yoito Nzisa piga pasi kule mbele. Anaingia mzunguza pale defender anaurusha katika uwanja, kichwa kinaita katika uwanja pale na baadaye ngoli piga pasi kule wale anakosa anafanya kwanza. Lakini mpira unamzidi kazi ile ngoli anazidi kujikaza na anaurusha huko katika ngoli. Wa Mabuni Queens katika uwanja wanatuliza Kasinga anaona Mabuni Shule inakuwa ni Kasinga anatoa sabira anataka lakini namba 6 Mgongoni anaingia mzima na anaondosha mchezo anaondosha kwenye uwanja wa mchezo na namba 6 Mgongoni. Basi itakuwa mpira wa kurusha kuelekea timu hii ya Kasinga itakuwa ni kona goli. Haya, sikiliza matangazo ya corner kick. Yes, captain mwenyewe anakwenda kuja kama linda. Haya, anarudi nyuma kutoa nguvu kama ndogo. Anarudi nyuma na kuja mchezaji wa Tokyo Kasinga wanaanza vizuri, lakini sasa timu ya Mabuni Queens anapiga kombora, lakini mbona kwa nyingine tupa nje. Haya, kipindi cha kwanza magoli ni 1-1, Kasinga 1 na timu ya Mabuni Queens 1. Walitangulia kufunga timu ya Kasinga, Mabuni nao wakajibu Kaloki wakati baada ya dakika moja. Na nasielewa kwa nini wanawake na dada wote wanatumia ulalo la kushoto. Wote wanaonekana kutumia mguu wa kushoto, ndio watu ambao wamebarikiwa duniani. Rais wa Marekani Barack Obama alikuwa anatumia kushoto, Rais Uhuru Kenyatta kushoto. Basi tutajua wanaelekea wapi. Pia mimi tutumia kushoto pia wakati mwingine. Haya, sasa anapiga kule katika uwanja, anatuliza namba hiyo kwa mikono ngoni pale, anaingia namba 14, anapiga na kasi, unatoka nje na kuambia ukizidi na maji na kikoti na wakati tunakula kama tunakula na tunalala. Twende kazi mawai. Asante sana serikali anatoka kwa kipato cha timu ya Mabuni Queens. Anaweka mpira chini na kuja kuanza na wenzake. Kipindi cha kwanza magoli ni 1-1 kwa kama na mashindano. Ya kama Machakos National Wavinya kwenye makala ya 3 zaidi ya timu 600 zinashiriki kutoka
raundi zote 40. Na kumbuka ambaye atakuwa anaibuka mshindi katika awamu ya world level atakuwa anapata 2,000 shillings. Na mwingine atakuwa 2,000 shillings katika awamu ya sub-county level. Na mmoja atakuwa anapata 200,000 shillings na mbili 100,000 shillings na county level 1 million shillings milioni moja za Kenya. Hiyo ni pesa nyingi hapa nchini Kenya. Anapata nafasi kidogo, yaani kama kuna mkufunzi, kama kuna coaches anaangalia, anatafuta mchezaji tayari, Suluhu ashaonyesha umahiri wake. Nyingi zaidi na haraka ni timu ya Mongoni Queens. Haya, sasa anachukua Kasinga Jazz nambari 6, anakwenda kumwagia mwenzake winga kushoto. Jazz nambari 6 anageresha na machia mwenzake pale, anacheza na kutafuta Simbua tena, lakini Simbua sasa hajapata mpira, anakwenda kule. Jazz nambari 7 wanasukumana wawili pale kumania ngoma ile, ni ngoma na kutengenezwa, wanapiga tena vizuri, tena kule anapiga kule shot, lakini tena ile Simbua tena anapiga pale ngoma ile, lakini kwa inatoka ile mpira wa kwenda goal kick. Wanaipenda kucheza ile goal kick na timu ya Mongoni Queens. Haya, tusubiri tuone inakuwa namna gani kipindi ni cha kwanza. Haya, wanaweka chini kule, referee na kuweza kipenda center referee Esther Musoka. Haya, huko vile michezo hii itakuwa inacheza kwa wodi 40 za kaunti ya Machakos. Mashirika ya wadhamini wa Machakos Mheshimiwa Mbina Ndeti zaidi ya timu 600 zinashiriki katika awamu ya mashindano haya. Weka chini kule, wanafanya badiliko, anaingia Jazz nambari 15 kwa upande wa Mongoni Queens, anaingia Jazz nambari 15. Haya, ningependa kutoa special announcement after hii mechi, executive versus makatibu. Bila shaka captain wa executive atakuwa Mama Vinya Ndeti. Naibu captain atakuwa Awadili Mchana. Yes, na basi chini kwa atakuwa kwenye hiyo timu. Ruzi Sika chief of sports atakuwa timu ya makatibu. Mkweli after hii mechi basi ni timu ya executive ikiongozwa na Madam Robert Mama Vinya Ndeti versus makatibu. Tuna kazi mwanangu kabisa mwenzangu Saint Kaloki. Mimi naitwa Mwanambai MC mwenyewe mkali wao. Haya, wanakwenda kucheza kona kick. Jazz nambari 12 anaitwa msichana. Jazz nambari 12 anaitwa Betty Mwende. Betty Mwende anaweka ngozi ya ng'ombe ile ngoma na kutengeneza mpira chini, anarudi nyuma kuchukua nguvu kuanza kucheza kona kick ile. Haya, anaambia wenzangu tuwe tayari. Haya, anaambia tuwe tayari. Hii ni kona kick ambayo inakwenda kucheza pale. Naibu gavana, asante sana. That's a good guest. Thank you so much. God bless you. Haya, weka chini kule. Betty Mwende anakuja kule, anapiga ni wewe. Basi anapata goli la pili. Betty Mwende liandike jina la Mungu, anaitwa Betty Mwende. Betty Mwende hilo. Basi Betty Mwende kama kiki kinachofurahisha. Anaitwa Sachi. Ukifanya jambo moja ukipata ushindi kwa faida yako, ukikosa kwa faida yako. Twende kazi. Na mwana referee pale Esther Musoka anamzungumzia goalkeeper Padri Nzisa, lakini anasema ni kwamba ile imekataliwa, hakuna VAR, itabidi tukubali. Haya, unajua kuna mashindano, tutafika mahali tuweke VAR siku moja. Weka chini kitu kingine ndani ya mtoro TV, tutajua kama ilikuwa ndani au imetoka.
anakuja kwanza ngoma ile goal kick. Haya. Anakuja anapatia referee Esther Musyoka anampatia kadi ya njano kwa kuharibu muda. Amesonga mbili mara mbili tatu. Basi ni nidhamu katika mchezo wa soka. Haya. Bila shaka mwenzangu kumbuka kwamba awamu ya tatu ikiwa ni makala ya tatu, miaka 3 mfululizo inachezwa chini ya kauli mbiu kwamba tuimarishe mazingira huku tucheze kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira ili kadhalika tunakuza talanta. Kumbuka kwamba awamu ya kwanza ilikuwa mwaka wa 2023, huko ya pili ikakuwa katika mwaka wa 2018 na hivi sasa the mega tournament bila shaka itakuwa katika asante sana. Kumbuka vile matangazo yanapata moja kwa moja kupitia TV, Mozilia Abedi. Bila shaka mwenzangu kwamba hapa kuna tangazo maalum. Kumbuka kwamba serikali ya kaunti ya Machakos inatolea kusimama kwa nchi ya Machakos. Habari ni kwamba nchi kwa nafasi ya Mwangangi. Lakini kwa shughuli zake hapa waweza kuona kijana mdogo anauza viatu na anaomba aweze kwenda kwenye dais ya washirika ili kupata aweze kusikia pale. Kama kwa kijana kwa katika uwanja na unauza viatu, tafadhali unaombwa na mheshimiwa Honorable Francis Mwangangi DG kuweza kuelekea kwenye dais ili kadhalika kuweza kupata shughuli zingine ambazo tunasema kwamba awamu ya 3 kwamba leo mheshimiwa gavana leo anasema kama leo tuimarishe mazingira ili kadhalika huku tukicheza kwa kuhakikisha vijana wanapata talanta kuweza kusonga mbele. Leo tunazungumzia awamu ya pili ili katika kuivutia mashabiki zaidi ya 20,000 katika uwanja wa Kenyatta Stadium. Je, awamu ya 3 inaweza kuvutia zaidi ya mashabiki zaidi ya 50,000 katika uwanja ule? Na asante sana wenzangu. Natukumbusha siku hiyo nilikuwa pale nikitangaza mechi za fainali ni kwamba zaidi ya mashabiki 20,000. Bila shaka matangazo ya pamoja kutoka kitabu cha uso na Facebook kutokea Honorable Governor wa Vihiga. Bila shaka hapo ndipo unaweza pata matangazo ya moja kwa moja. Kama uko nyumbani, kwenda ndani ya Facebook, fuatilia matangazo ya moja kwa moja ndani ya Facebook ya Gavana Mheshimiwa Vihiga. Bila shaka tuko mbashara katika uwanja wa Kisoni kanisa nikatoleka nikakafanya na mwenzangu Nicholas Bay ili kadhalika Said Kama. Bila shaka ufanye ibada kila Jumapili. Safi, tuingie katika ibada ya soka baada ya matangazo kutoka kwa nasema kwamba kwa wewe na rahisi sana kama kumla tu kwa kikao vizuri refa wakati anaweza kukwenda sasa kipindi cha kwanza kinakatika basi anaenda kama FC Dama kwa zaidi. Asante kabisa.
Asante Rigele, basi tuendelee tusiendelee. Naashiria kwamba center referee anasema mpira uendelee. Kae watu tuendelea na ngoma tukiendelea na mpira. Thank you. Haya basi tutoke uwanjani kila moja. Tutoke uwanjani kila moja. Nakumbusha kwamba wasanii ambao mnaona wanahubiri na kuimba Praise Way wanakwenda wasanii ambao wamepewa support moja kubwa sana na gavana wetu, akiwa ni gavana wa Vinya. Wasanii ambao wameimba wasubiri wasiende, manake kuna wakati mwingine bado Kaya wa Superstar akiwailia. Wacha niwajulisha kwamba baadaye Kaya wa Superstar atakuwa anarejea,
Wacha tusikie Auntie anasema nini Kelly. Niko na zile ziko hapo nipo. Oh, unarekodi. Asante sana wenzangu MC Dana. Timu ile executive. Mwanangu kwa tayari tukimaliza mechi ya kandanda ambayo inaendelea kwa sasa itakuwa ni mtanange baina yenu. Safi. Tunaendelea na matangazo kipindi cha pili kimeanza. Mimi naitwa MC Mbabai. Bila shaka la mjini ni Saint kama kuna kipindi cha pili goli ni moja kwa moja. Shughuli inakuwa ni ya Munguni Starlets kwa kipindi ukipenda. Anasema ndio bwana na Maritani mkono na utoa uwanja mchezo itakuwa mpira wa kuisha. Basi kuelekea timu hii ya Munguni Queens. Basi atakuwa anafanya goli la kwanza. Nambari 15 atakuwa anaingia kwenye uwanja wa mchezo. Kwa faida ya Kasinga Starlets. Na bila shaka nambari 5 anaondoka kwenye uwanja wa mchezo. Badiliko ya kwanza kwenye mchuano huu baina ya Munguni Starlets nambari 13 anaingia kwenye mchezo. Katikati ya uwanja nambari 9 ambao anaingia mzima wanakataka takata wale wanadara kutoka pande ya Kasinga anaingia mzima pale refa anasema kajenga kipanda bila dini kwa wachezaji watatu akakutia pale ikakuwa ni offside. Refa anasema tuliza boli
ndio tuicheze hiyo foul. Goli ni moja kwa moja, ama ukipenda kwa faida ya timu zote. Hii ni kama makala ya tatu without addition katika uwanja. Haya, nagea kama 12 kwa moja pale 16, lakini wanakataa kama 16 kwa moja pale. Hapa faida ya Sales, lakini alikuwa akashautia pale. Basi itakuwa ni foul, offside kuelekea timu hii. Haya, Mumbuni Starlets. Kumbuka goli ni moja kwa moja kwa faida ya timu zote. Ni mechi ambayo inanikumbusha mechi ya jana usiku, timu ya Chelsea kwenye jazi yao. Mambo kana segemnenge. Ukitaja hivyo watu wa Chelsea watasikia vibaya. Mimi mmoja wao. Watu wa Chelsea wataliawacha. Niliumia mwenyewe. Safi kabisa, wamesema wataki maneno ya Chelsea tuingie katika mashindano ya mheshimiwa gavana wa Vinandeti ya awamu ya 3, makala ya 3. Zaidi ya timu 600 zinashiriki, wadi ni 40, na vilevile tunaboresha na kuimarisha mazingira katika kaunti ya Machakos kupitia michezo serikali. Yes, Vinandeti anahakikisha kwamba talanta tumekuza hapa ndani ya Machakos County. Anaitwa Machakos Talent. Bwana mwanadada Siobua na zile mchezo mzuri hapa anali Kiswani Grams. Kumbuka uwanja huu unaweza kucheza kama Vinandeti. Lakini ambao nataka kutaja watu wa Manchester. Watu wa Mumbuni Queens wanataka kufanya shughuli lakini nakataa katika mchezo wa 12 wa timu ya Kasinga msichana tunajika kama beti mbele ngoma inatoka nje. Wanataka kuanza tena pale wachezaji hawa wa timu hii ya Sheha ya Kasinga, timu ya Mumbuni Queens jaza za tatu na captain Mumbuni Queens ambaye anaitwa Jina Linda anataka sasa kwa kile nafikiri kama tukitoka kutoka kiki tutakuwa kucheza kwa chini. Tusubiri tena kwa ndani kama kile anapiga kule juu lakini kwa ile inatoka nje na kwa kick wanakatiza kwa sasa na timu ya Kasinga. Iko ni kipindi cha pili kama goli ni moja kwa moja, ikiwa ni baina ama ni michuano ya mheshimiwa gavana Machakos mheshimiwa Vinandeti ikiwa ni awamu ya 3 edition. Wanaanza haraka kule Kasinga, lakini Mumbuni Queens wanakataa jaza za 5 kule ngoma inakuwa nyingi inatoka nje, ilikuwa ni ngoma ya kurushwa kwenda kurusha haraka ni Mumbuni Queens anamwachia mwenzake nyuma pale kwenda kurusha ile jaza ya 11 ambaye anaitwa Angela kadhalika kwa juu kabisa anapiga nje kichwa kinaelekea kwa kinatoka nje. Kumbuka vile kwa mechi ya wanaume na vile kwa mechi ya executive team katika mechi ya wanaume tutakuwa wanaume itakuwa ni Mumbuni United dhidi ya Katisa ambao wanacheza katika mechi yao ya kwanza mbele, lakini kabla hiyo kulikuwa na mechi ya executive team. Haya, weka ngoma chini kwa jaza ya 12 wa timu hii ya Mumbuni Queens. Jaza ya 12 anaweka ngoma chini kwenda kucheza kwa kikile. Referee Esther Musioka anasubiri kwanza kupiga kipenga. Haya, anateleza kule kipa ya pili kwa nyingine ngoma inatoka. Kile kipa aliwahi mwite kwa kama nani. Haya, kama ngoma anaweka chini, anaweka chini, utafuta mwenzake ndio Kasinga. Wanakwenda mpira kama ni kidogo ya Mumbuni Queens wanachukua kule Kasinga. Kasi ya mpira sasa inaanza tena, anacheza kule referee anakuza
Asante sana kwa kutii. Vijana bila shaka wasichana hawa wa timu ya Mumbuni. Kumbuka kwamba sema moja katika uwanja huo. Tukisema kwamba hii ni awamu ya 3 ya mheshimiwa Vinedeti, gavana wa kaunti ya Machakos, bila shaka inatoka nje. Kumbuka kwamba timu zinashiriki katika awamu hii ni timu ya 650 ikiwa zimetoka katika timu ya wadi ndani ya wadi zote 40 za kupigwa inakataa wasichana wa Kasinga tulivu hapo. Wasichana wa Kasinga tulivu vizuri, cheza wote. Bendera inakwenda juu mwenzangu bai. Safi kabisa mwenzangu. Inaweza kutoka ile. Sasa ni kurusha, anakwenda kurusha na wachezaji wa timu ya Mumbuni Queens. Wanarusha, anapiga mbele kabisa kutafuta mwenzake Jazz na nambari 12. Anachukua mpira, anafanya masiara. Kombola limeletwa vizuri pale, lakini mpira ukaweza kutoka nje. Na kipindi hicho center referee Esther Musyoka anapuliza kipenga. Ni kama kuna mabadiliko, anatoka pale, wanafanya mabadiliko wa Mumbuni Queens. Anaingia Jazz na Mrekunde. Mwanadada alikuwa anajalia vizuri mwenye nguvu zake. Asante sana. Na vile anatoka mwingine kwa kufahamisha nani anaingia. Wamefanya mabadiliko mawili. Frank anakuniambia maneno ambayo sitaki kuyasema hapa, lakini ni sawa. Haya. Kuna mwingine ambaye alipenda pale kurusha mpira na mchezaji wa timu ya Mumbuni Queens. Wanarusha nyuma kabisa. Kutafuta mwenzake hapo, anakataa. Kasinga winga kushoto, mpira unabadilisha, bila shaka ngoma ile itakuwa imetoka nje. Haya. Anakwenda kurusha pale, anarusha na kutafuta mwenzake Jazz nambari 68. Kapteni mwenyewe anasema kwamba mpira tena na madhambi. Ni center referee Esther Musyoka anaanza kipenga, anasema weka chini. Tena madhambi yashafanyika. Haya. Kwenda kucheza pale na stara ama dada wa timu ya Kasinga. Haya, anakwenda kucheza pale Kasinga. Ndio kufahamisha ni nani ambaye anapenda kucheza. Mpira wa madhambi pale alichezewa ndivyo sivyo. Jazz nambari 11, Kasinga anaitwa Faith Simba. Sio hatari sana. Alirudi nyuma, akatoka mbele na mashambulizi akakwama pale. Anakwenda kule 12 mgongoni wa timu ya Kasinga. Anatuliza nyuma kutafuta mwenzake, mpira unaregeshwa, lakini anakataa kabisa kule Mumbuni Queens. Ngoma inakuwa nyingi, imetoka nje. Kaki Simba alikuwa anacheza mbele kipindi cha kwanza, lakini kwa sasa kipindi cha pili tunaona kwamba ametenda kucheza nyuma, amerudi kwenye safu ya nyuma kwenye midfield. Kidogo ni kama ameona huenda mambo yana marama, akaamua kurudi kule angalau kusaidia. Lakini vyema kwa timu yake. Haya basi, anakimzungumza na bado nzuri hiyo. Kuna mbele ambaye tatu mgongoni, lakini mpira na mzirikasi unatoka. Unashaka kwa mpira kurusha katika timu hii ya Mumbuni Queens. Itakuwa ni kwa faida ya Kasinga Starlets ambao ni goli moja kwa moja kwa faida ya timu zote. Executive team na ambao tayari wakati wote mechi hii bila shaka katika executive team tunaye wakati wote ile mechi hii katika information kwamba tuko tayari. Nafahamisha kwamba executive team mama Willy Ndeta atakuwa ndio captain, atakuwa anaongoza timu ile. Atakuwa ni hatari pale kwenye kisanduku, anatoka vizuri na kutoka nje, anaingia mzunguko wa 12 na utoa, anaondosha shaka ya hatari. Alikuwa ndio na mwana unga, lakini
Queens. Anajibu kwa kifua pale katika uwanja namna gani, lakini anakataa kakakata pale kibra moja ngoni katika uwanja inakuwa ni kinyang'anyiro wapi. Bado ni moja kwa moja hapa katikati. Esther anasema bado ni moja kwa moja. Anatoka cross kule katikati ya uwanja kutafuta nani bado kuna mgongoni pale anaingia mzima mzima. Na bado sasa anatoka katikati pale kwenye safu ya nyuma. Anapiga kumbo. Wapi? Anasema kwanza. Wapi? Lakini anashinda anazuia pale. Anatoka mpira kurusha kuelekea timu hii. Ana shaka ya Mbuni Queens. Kwenye kisanduku pale anaingia mzima mzima pale. Wapi? Namna gani anahesabu wa kwanza, wa pili ametoka kwa pale kina kakata pale na nambari 6 mgongoni. Itakuwa ni corner kick kuelekea timu hii ya Kasinga Starlets. Sasa tusikilize matangazo ya corner kick. Wanacheza mwenzangu niko sababu hili kadhalika mwenzangu Said Kaloki. Ni kwamba hii ni njia nzuri ambayo Mheshimiwa Gavana wa Mvinya amepanga kuhakikisha kwamba talanta ya vijana inakuzwa hivi kadhalika tunaimarisha na tunacheza timu hizo zote sita msimu kwamba zitafaidika kifedha hivi kadhalika kutoka awamu ya pita wasichana na kuna timu za wanawake waweza kupata mashine za kushagari wengine wamepata tengi ili waweza kupata jiko wengine hema kuhakikisha kwamba wanajenga uchumi. Hivi sasa tunashahidi kwamba uchumi wa kaunti ya Machakos umeongezeka maradufu. Wenzangu katuuliza kwa pamoja ili kwa mchezaji wa timu ya Mbuni kwamba wanaweza rekodi. Mbuni anaweza kuingia kile kimo chake kitapendeza. Alipocheza nambari 14. Kimo chake kinapendeza. Ukiangalia na kuingia ndani soksi yake inapendeza. Kiatu kinapendeza. Sura inapendeza. Hii yote kupitia mpango wa Mheshimiwa Vinaleti. Kuhakikisha kwamba wasichana wanapocheza boli awamu ya pili kwamba ukicheza boli usicheze boli. Hakikisha kwamba ukishinda boli bila shaka sehemu kwamba utakuwa unapiga ibada yako huku kula mkate na kunywa damu, sijui ni ya nani, si ya Yesu Kristo, lakini utatueleza namna gani Said Kaloki. Safi. Moz Media anajua matabatana na Weru TV. Asante sana. Basi bado ni moja kwa moja uwanja ni basi katikati ya uwanja pale nambari 13 mbona game mzima anazidi kukamba pale, lakini wapi bado mpira kutoka kwenye uwanja mchezo unatoka. Utakuwa kwa faida ya timu hii ya Mbuni Queens ambaye anaingia kwenye uwanja wa mchezo nambari 2 mgongoni. Nambari 2 mgongoni anaingia kwenye uwanja wa mchezo. Anatafuta goli la pili na ushindi. Haya, anaingia nambari 10 mgongoni pale ni kisanduku. Anatoka roza pale. Ni kitendo kata pale nambari 1. Mlinalamba pale na makanika hapa. Anatuliza ndio kwa ya mguu hapa. Anatuliza vizuri. Piga pasi wapi? Wapi inakwenda na kata hapa. Nambari 6 mgongoni. Haya, tutakwenda bila kurusha shaka kuelekea timu hii ya Mbuni Queens. Ndio kurusha faida ya Kasinga Starlets. Anaenda kurusha mpira. Anakata hapa. Anaanza kusakamwa nambari 11 mgongoni pale, anagesumbua pale. Kichwa kinaita wapi? Hatari. Anavisha kanjo. Inakata pale. Itakuwa ni foul katika timu hii. Bila shaka tunazungumzia somo. Wala mambo wanafanya. Sana anavitoa kanzu. Amevishwa kaivaa. Ile ni talanta tu, ukiangalia kwa mbali. Yule anapocheza, yule anapokuta watu, yule ni talanta. Basi
Alafu ukibadilisha kanzu unakubali unakwenda msikitini unapiga bismillahirrahmanirrahim Mwenyezi Mungu unatolea. Unaabudu na kwenda zako. Naam. Mimi sema mimi kila siku naenda kuabudu. Na rafiki yangu Mozi Media na Weru TV bado wako hapa. Anajua kanisa langu hao. Haya, nambari 13-11 mgongoni pale Sembua, Faith Sembua kwa faida ya timu ya Kasinga Starlets. Anapiga hatua moja mbili pale angalau kuleta cross kwenye kisanduku. Anapiga pumzi kumkumbusha Cristiano Ronaldo. Anatoa cross pale. Akaitoa cross nzuri. Kuunganisha tu vizuri. Ile Manchester anaitwa Beno. Unaweza kosa hiyo lakini hapo mbongoni. Yes, huwezi kosa hiyo. Kasinga Starlets wanapata ushindi. Timu mbili kwa faida ya Kasinga Starlets. Basi MC Nama upande wako kama uko tayari? Tufanyie kama 1982. Executive tutaongoza na mheshimiwa gavana Machakos na Mama Vinya Ndesi. Tunaomba kwa timu ndio kwenye uwanja wa mchezo. Na baadaye tunapata timu za kina wanaume. Kwa sasa Starlets 2-1. Yes, kabisa. Manchester! Nikisema mama unasema tano tena tunaona. Mama na tena kueti. Usiwe na stress. Ni hapa tu. Okay. Mama ni watu wa wasanii watatu. Wacha tukupatie usanii wa kamili. Usanii ambaye anaongeza kwa kweli hapo kamili. Nani usanii kutoka hapa mwoni. Nani sasa. Wonekana pia usisa. Pita wakati wako. Baito mwazeo ila winga dikia kana no kada ukiano no jei hage kaida ukana ngadania siete ila winga dikia kana mbemba ndei ike doino to mondo modei ndekia moko ngusune Guya kane kwani zi mundu wandu kazi la wandu mailiende Guya ali Asia imatene Nona meke tumi Mausiasio na zego ukethi aendi moka Choche inu ikiwa Indi mangoka wikwatangwa withia utambu kiteteangi Tiogo mukona wabina kwatangi taumeku Alame ya jama sako ndiende enesa Kindu cha keli ninesi eka lisachi nevia Aindino nidye tiumyananga Aitene nona asiai maidhi lolondo Nyetene mami nona kama Ngamu ya alame uko bazeria maeke Na maeke andi maokea Dimeane wangilingu tangu ko Hindi mami oka kuwebwa Keko liabi kama umbakela cheke kie Nanenge yutungi ya wabina mobe anondo kwa taibetisia na malolondo tazimatene Mukunia iko bide mwe Ongela yenge La karato By the way kanamba by the road Ona sungu moka ba matu kuanizia poverty Nito matu tie yo tuluku Tio matu ikie nai Mosa laziness matu tie yo tuluku tiwa Naneke netungia ngabana mobea Ngabana Notatete Kwanza babe andumenda wabunde Atabu matambukete yangi Nanenge numa bundi Tiagana Ikwanizi mundu wanduka jisa kwa wala mesi usemba Nimu ya kana Matunda langa iwombie Onde maziaite ba
Itaziembe isungwa na alame mozopio mesula ndoku mesula chao. Chuo cha modena chuo. Cha modena chuo. Chuo cha modena kilangu mutia nacho. Luka kulia uku kwa nduonde aku. Luka kulia uku kwa nduonde aku. Nundu ndia noikuwa. Luka kulia uku kwa nduonde aku. Nundu ndia noikuwa. Pita wakususia mwisuku wambolosa kana bango lango la mutumia mokota mokata waitekizia kwa uyu. Tiwanesa. Asante sana. Okay. Nimeona wanaume wameimba hapa, lakini gavana alisema kama wanaume wanaweza, pia ladies wanaweza. Ladies, hello. So, let them on now, all day from Machakos. Show some love for Ndama. Makatibu na mawaziri tafadhali tuje uwanjani. Tuje uwanjani. Kama wewe si katibu na mawaziri ondoka uwanjani ili tuweze kuona mchuano huu. Mama Nyonyo. Sasa Nyonyo tatenda tuanza.
Daktari Victor Munyaka, asante sana mwana kwenye uwanja. Je, tukasema siku ya leo hata kwa wakilisha kwenye mchezo. Nakumbuka sana. Nakumbuka taifa walikuwa cheza national team ya bunge. Yes, wale wengine tusome asante sana timu zote mbili zimeingia uwanjani. Timu ambayo inaongozwa na katibu waziri Ngano Ngangani na vile na waziri wa ndani na waziri Vita na waziri wetu mpya wa finance
Bila shaka ni aliyekuwa mheshimiwa katika eneo hili, Mheshimiwa Museku. Ndio wanasema kama unajua kazi yako, bila shaka chakula na kikula bila kijiko. Lakini anasema ni mtu anacheza, sio kofia. Kwa hivyo tusubiri tuone itakuwa namna gani. Sasa bila shaka anacheza pale. Wachezaji wa hakika kama anacheza timu ni Mheshimiwa wako tayari. Bila shaka tafadhali tunaomba kuweza kutupa nafasi nzuri ili kuhakikisha show yetu inakwenda vizuri. Haya, tunaomba kuweza kurudi nyuma kwa heshima. Madaktari mnakaa mbele, sababu wakati wowote chochote kinaweza tendeka. Haya, Sema kau nambari moja mgongoni kwa faida ya executive. Sema Makau na Bucheki. Executive goalkeeper. Asante sana. Yuko MC defender siku ya leo pia. lakini sasa tunatarajia kuona mchoro. Mheshimiwa Manyaka, kuna mazungumzo hapa. Unajua Mheshimiwa Manyaka huyu anajua mpira, alikuwa anacheza katika timu ya taifa ya Bonde. Pale Nairobi nakumbuka kwa mkakati wa shambulizi tena za Bitisa. Mheshimiwa Manyaka kwa shambulizi za timu ya taifa ya Bonde pale National Assembly. Na pia michuano ambayo inafanyika East Africa Games. Mheshimiwa Manyaka anakuwa mshambulizi. Kwa hivyo kifanya siku ya leo utashangaa. Lazima tutaweza kumwona Katibu Mwanyangu yuko tayari kuhakikisha kwamba kwa wakati mmoja shajaribu kuchezea Kenya Police, lakini bahati haikusimama. Kwa hivyo labda anaweza kupata nafasi hapa kuweza kucheza mchezo huo. Katibu Bruce anapiga huku, Mheshimiwa Chenga moja safi Bruce huku mbele anatafuta kama mtu anarudisha haraka haraka, anakwenda kule Mheshimiwa Museku, Mheshimiwa Museku, Mheshimiwa Museku inakwenda nje. Ulizungumza kwanza hao ni mabadi wa michezo. Ukiangalia uzalendo ni Westani, ukiangalia kimo chao ni Westani. Kwa hivyo mechi itakuwa kufurahi sana na mambo ya basi. Katikati ya uwanja executive tano tunaweza kuendelea Kasimu na mpira waziri wa afya, waziri Kasimu anafanya kweli. Haya, Mheshimiwa Francis Mandani
Sasa ni MCK. Ni mpira speciali. Hii ni special case. Ngoja hapa chini. Hapa ngapi? Wengi hapa. Ngapi hapa? Wote kazi ya kuweka sahihi na wenzao kuhakikisha polisi iko sawa. Hizo polisi against signature. Anatuweza vizuri anajaribu mwingine kushoto kwa kufuta nayo kule imeshika pembeni anataka kwenda kushoto pembeni kama kitu kutoka kwa kicheza kutoka nje kwa shida mimi kanaweza cheza mshuru wa Birmingham kimwangalia tu kwa kimo urefu wake bila shaka na rangi yake ni turungi maanisha kwamba unamuona akiwa mbali pia kwa mchezo anacheza vizuri mshuru wa Birmingham hapa alisubiri sana mheshimiwa anacheza vizuri kwenye defense hapa. Anaonyesha kwamba mbele mambo yanashika vizuri. Mheshimiwa Kisori. Wenzangu kwa muda mrefu ni kwamba eneo hili la wadi la Mumbule limekaa sana. Mheshimiwa Walimu. Tangazaji dogo. Mheshimiwa Walimu anakosa nafasi wazi. Haya. Wewe mzee wetu kwa nafasi mbele kabisa wanaanza tena kwa mheshimiwa Mwenyaka na mpira na mbele kabisa kwenye wenye kushoto ukiwa mtu anaanguka peke yake kwenye mpira tena kazi haya anakuja katikati ya uwanja haya anaanza kwake nani mtafute wenye kushoto kwenye tuza vizuri ngoma ile na mwachia nani ili kumtafuta Kasifu katikati ya uwanja lakini ngoma inakataa wanachukua pale katikati ya uwanja unapenda mpira wa kurusha. Sasa kinachonifurahisha mshambulizi na golikipa wote wanafuata mpira pale. Mwanzangu Nicholas nimeweza kuona kwamba kitengo cha polisi na cha hamu wanaweza kukutana. Mzungumzie Kanali na mzungumzie Mwenyango pale lakini hapa mambo namna gani? Waziri Kilonzo anafunga. Waziri John Kilonzo anafunga goli la kwanza kwa faida ya executive kwanza na kichele assist ama nani amemsaidia mmegea pasi DJ Kagala wetu Francis Mwangangi mmegea pasi Waziri Kilonzo akaweza kufunga kama pasi ambayo imesoma ikaenda shule ikafuzu basi itakuwa ni hivyo ndivyo 1-0 kwa faida ya timu hii ya executive katikati ya uwanja ni pale Victor Mwangangi angalia kutoka pili na sababu ya kwanza lakini wapi ndio
basi ndivyo hivyo, goli 1-0 kwa faida ya Executive. Wenzetu kwa mechi hii mashabiki walimzungumzia mchezaji Kelly sana kama anaweza kuingia kwa mechi hii, na nafikiri hadi sasa amethibitisha kwa kucheza kwamba ni mchezaji wa kulipa. Mchezaji anacheza vizuri, amethibitisha kwamba yeye ni mchezaji wa kulipa. Wanaangalia cheza ambazo anapiga, ukiangalia pasi ambayo anapiga ni pasi ambayo kwenda skuli na sawa, yaani anacheza vizuri. Amehakikisha kwamba amekata tiketi ya kuwa kati ya wale 11 wa kwanza kikosi. First 11 ya Executive. Wanabadilishana ikiwa kama waziri John Kilonzo aliweza kufunga goli la kwanza. Kipindi ni cha pili wanabadilishana tayari. Na pia kuna wachezaji hatujaona wacha lakini wapo. Tukimzungumzia wacha ni huyo. Haya, Executive Mtinda ametoa nafasi nzuri huko, anampa mkono Patron Charlie hapa, ambao kwa kweli katika kipindi hiki leo amecheza defense. Amekuwa anacheza forward sana sana. Kwa hivyo kwa defense leo tunamuona sana katika kipindi cha kwanza kwamba ni mchezaji hatari sana. Yenda kocha alifanya makosa kwa kuendelea kwa defense. Sijajua amejipanga kivipi. Lakini bila shaka Bruce Isika captain ameondoka katika timu ya CEOs ama makatibu, akaingia director Mutisia. Tukidhani kwamba ule Bruce Isika ni kijana mdogo wa miaka 23 hivi, hivyo labda ningetumaini kwamba kocha angemweka sana kwa muda. Na ni mchezaji mzuri, tukimzungumzia ule kijana Bruce. Haya, mnamo piga kitu mchana, atulize vizuri, atulize vizuri. Haya, kibarua tunacho hapa studio kuhakikisha kwamba mechi hii inaipata mbashara katika uwanja wa kanisa Katoliki wa Kisoni. Nikizungumza na wananchi wa hapa ni kwamba Kisoni ina nafasi ya maji. Twende kazi ya mechi. Piga pasi kwa Victor Munyaka, anakata katikati ya Kasimu, katikati ya uwanja yuko Charlie. Haya. James sasa pale director Mtinda Mutisia piga pasi kule mbele kutafuta Kasimu, lakini anaingia mzima pale. Mheshimiwa Kisoi anaondosha uchafu kwenye maeneo hatari. Mpira utaona kutoka nje kwa kurusha katika timu hii. Bila shaka ya makatibu. Anaenda kurusha mpira pale director Mtinda Mutisia kumtafuta nani? Kutoka Aminda. Anaingia mzima MC Kelly anajaribu kuondosha uchafu, lakini anasakama mpira unatoka kwenye uwanja wa mchezo. Chakua mpira wa kurushwa. Director Mtinda Mutisia anarusha kwenye kisanduku pale, kichwa kinaita na Magani anaingia pale, Francis Mwandagi tabiti kama na kingine cheza visivyo pale. Anaingia Charlie piga kwa sababu kuna toka nje. Kwamba timu za wavulana ambao watakuwa wanaingia baada ya mechi, tunaomba kuweza kufika kwenye touchline. Na wale timu ambao watakuwa wanaingia baada ya hii, tunaomba tafadhali kuweza kufika kwa touchline. Kumbuka kwamba leo ni kuzindua rasmi awamu ya 3 ama makala ya 3 ya mstahiki gavana wa Vinandeti Cup, ambao bila shaka hii ni mwaka wa 3 mfululizo, na bila shaka vijana wa kaunti ya Machakos, kuzungumzia wale wavulana na wasichana, wameweza kufaidika pakubwa sana kupitia mradi wa gavana Cup. Kumbuka mwaka huu umejumuisha miradi tofauti kama vile kuzungumzia afya ya akili, kuzungumzia mafunzo wale vijana ya mchezo zaidi na hili kadhalika mchezo wa kandanda ambao utahusisha timu 650. Charlie kwake nani yuko tuliza vizuri DJ Mwangani. Charlie amepoteza vizuri nani kutengeneza safu yako, twende kutafuta vizuri hii ni mechi ya kufurahisha hapa studio. Nafikiri kitu kimekuwa moto
Kumbuka kwamba ni mchezaji mzuri sana. Kwa muda mmoja ashaikuwa CS katika serikali kuu, Mheshimiwa Kala. Timu tafadhali, timu ambazo wanaingia katika uwanja huu tutaomba kwenye touchline. Katisa hii kadhalika Mumbuni United. Katisa Mumbuni United. Tunaomba tafadhali kuweza kufika kwenye touchline ili kuweza kuanza mechi hii. Haya, wenzangu wanasema mechi inafurahisha hapa studio bila shaka. Katisa hii kadhalika timu ya Mumbuni North. Tafadhali Katon tafadhali leta timu. Katon Mumbuni United wale mko chini, tunashuka kwa touchline. Mumbuni United kwa heshima tunatoka chini. Katisa tukuje kwenye touchline. Mumbuni United mara ya kwanza na ya pili kwa touchline. Asante sana. Timu ya Mumbuni United na vile vile timu ya Katisa, naomba tafadhali tuingie kwenye touchline ili tuwe tayari kwa mechi inaanza. Wanaomba tafadhali, manake wakati wote kutoka sasa mechi hii inakatika. Kwa uongozi goli moja kwa fungo na waziri John Finance. Tuliza vizuri, cheza huko, anatafuta cheza wapi, piga huko, nani huko, anamtibizeko, lakini Charlie Patton, piga kitu huko, piga hivi kidogo kwenda nje. Tulikuwa tunamzungumzia huyu Charlie, yeye alikuwa ni mchezaji mzuri, lakini leo kocha amemweka kwenye defense. Nzuri pia kama kwenye defense, inamaanisha kwamba kocha anamwamini, lakini kwa wakati wa mchuano katika ikiwa iko hisani ya gavana Machakos Mheshimiwa Vinya Ndeti, na kama timu hii zimeweza kushinda goli moja kwa bila. Waziri John Kanzo anakuwa amefunga goli katika mchuano ambao executive na makatibu pale katika mchuano hii. Kwa vile vile mchuano ya wanaume na mwenzangu, kumbuka kwamba Mheshimiwa John Kanzo anatoka katika wadi hii ya Mumbuni North, kadhalika katibu Kanani MC Dama. Wacha niwape msanii wa mwisho, ikiwa ni msanii wa gospel tunamsubiri sana, na hivi sasa anawasili. Bila kupoteza wakati gavana, wacha nimkaribishe msanii John Payne. Wow.
Kaloki and your brother, please. Naomba tuondoke kwenye uwanja wa mchezo, naomba tuondoke kama mchezo, naomba tuondoke kwenye uwanja wa mchezo. Potato kuna Katisa United versus Mumbuni. Katisa FC versus Mumbuni United. Wapatanishi ya mwisho vitendo ya wanaume ama vijana. Haya, nitoka mechi ya mwisho bila shaka. Katisa United amepanda Katisa FC Mumbuni United. Tuko na Chris timu tuko na mtu wetu kutoka pale. Itakuwa ni mechi ya mwisho siku ya leo. Kuonyesha rasmi wanapiga Kampala edition. Mchuano kwa kujumuisha timu nyingi zaidi hapa nchini Kenya wakipenda Machakos County takriban 650 teams vijana wa vijana akina dada. Kutoka siku ya leo basi za kuanza rasmi siku ya Jumamosi tunaanza pande za Mwanza County tusakate edition ya Gavana Cup. Hii ni kubwa zaidi inaitwa Mega Tournament. Chini ya uongozi wa Mawia Ndeti kama Machakos County kumbuka nambari moja tutakuwa napata basi kama Mawia Ndeti anaingia kwenye uwanja unasalimia Ndeti zote mbili na kuna final za rasmi kwa kutoa mkono kuingia kwenye uwanja sakata shindwa yote kwa bei yako. Haya basi kama tunaona Ndeti anaingia kwenye uwanja vijana hawa wa Mumbuni United versus Katisa FC. Timu zote tunawawili ya Mumbuni no Bongola ili mambo ya tournament. Captain Mumbuni Bongola kufanya ya Mumbuni United kama katika kulisha wachezaji wake yuko senta anafanya msaidizi wake anacheki Julius Mutua, James wa Sharon na Esther. Haya basi timu hii Katisa wakiongozwa na kijana huyu kutoka pande za Wasaundi 15 ndio captain wa timu hii ya Katisa United. Hii ni mechi ya mwisho siku ya leo. Basi tutakuwa tumeidhinisha rasmi Gavana Mama wa Vinya Cup edition officially. Hii ni kubwa. So I wish you God bless you. Mtie bidii na mjue huu mpira we are not just playing for the sake of playing, okay? Tunaangalia mazingira, si ndio? Mental health, drugs, you know, and also HIV. Bado iko usidanganywe na mtu, bado HIV iko, si ndio? Si lazima tujichunge. Na pia usikubali kuzaazao ovyo ovyo, si ndio? You wait for the right woman, you marry and have your children, si ndio? Sio vizuri kuwa na watoto hapa na pale, si ndio? You have your home and you take care of it. So for me, I wish you God's blessings. Na mtie bidii. Na wale watashinda ile pesa watapata, you invest your money. Don't waste your money, okay? Thank you very much. God bless you. Lakini najua kama nawapenda. Unanipenda pia? Tutam. Na kusia kwa Facebook yangu na Twitter yangu. Mama Kisoi. Simtampatia kazi. Unajua nataka vijana kama yeye
anaweza kukimbia mahali mimi siwezi kukimbia. Sasa mkinipatia mzee atanisaidia na nini? Nataka unamwambia kimbia, anakimbia analeta, si ndio? Thank you. Na ID, wale hawana ID na voters card, tafadhali ukicheza mpira mkaletewa mwende mchukue, si sawa? sote tutoke kwenye uwanja wa mchezo. Kama hauchezi, naomba sote tuondoke katika uwanja wa mchezo. Tunaingia kwenye uwanja wa mchezo. Yuko Prince. Kuna mmoja mwingine pale kwenye pale. Yuko timu nambari 2 Ngogole, Mtuko Mbesa nambari 15, yuko Branto Mtinda nambari 2, Mtua Sabu nambari 5, Kelvin Mulinge nambari 6, Dashaka Peter Msoka atakuwa anapiga nambari 14, Frantic Kiromua Rodi Mtuko atakuwa anacheza nambari 10, nambari 12 Cheze na bila shaka na Mtuko Wili Victor Msoka tutakuwa anaanza nambari 9 Ngogole pale kwa faida ya Katisa United. Asante sana vile na kutoka MC kama tafadhali tunaomba tusaidia na microphone. MC kama tafadhali kutoka broadcasting team tusaidia na microphone moja kwanza kutoka ya timu. Bila shaka hawa ni wachezaji wa Mumbuni United, akicheza jezi nambari 1 goalkeeper Eric Mambo, jezi nambari 6 kwenye defense Samuel Mutisia, jezi nambari 14 Fidel Kilonzo, jezi nambari 4 Edwin Murwa, jezi nambari 11 anacheza kijana Morris Mtinda, Noah Muvuke kwa jezi nambari 3 Felix Kioko piga jezi nambari 12, Emmanuel Mudenya anapiga jezi nambari 5, Daniel Musoka jezi nambari 8, nambari 10 anapiga huko Peter Mwendo, 11 bora anapiga huko kijana Fidela Kilonzo. Wachezaji wa timu ni pamoja na Daniel Mulwa, Steven Mwindi, Joshua Mutiso, David Mwendwa, Derek Mwa, Ian Mbuki, Mutuku Kanya, Vincent Johnson Doyo, Alex Mwangi akifunga ukurasa wachezaji wa akiba. Kumbuka wenzangu kwamba tunakwenda moja kwa moja hadi finali. Kumbuka kwamba hii ni kati ya timu ya Mumbuni United na Katisa FC. Kumbuka kwamba Katisa ndio defending champion wa award ya Mumbuni North tangia Gavana Cup ianze mwaka wa 2023. Nikaweza Sari Mwenyewe Kanuki anaanza kipindi cha kwanza kati ya Katisa na vile wenza wa Mumbuni United. Anaanza kwa wingi kabisa mchezaji wa timu ya Mumbuni United, lakini Katisa 13 wanachukua mgongoni sasa kusonga mbele na kuenda Geresha kulicheza bali 5. Mgongoni ya kushoto ni Mumbuni United wanachukua ngoma kule, wanang'ang'ana kweli kumtafuta wenzake na kuja kwa kasi moja safi, hata kimekuwa kipekee anachukua mpira. Wanasonga kule na ngoma kwa ule watu wa Mumbuni United ngoma kwa ile inatoka nje, anaitwa Mambo. Wale wanatoka kwa kushoto kwa kucheza kwa 14 wa timu ya Mumbuni United
bila shaka kwenda kurusha ngoma ile tano Fidel Kalonzo Kalonzo anafuta mwenzake jaza kwa tatu na kushoto kule ni chance namba 8 kwa jina tano bila shaka ni wa timu ya Mombasa United ndio kufanya shughuli za kwanza katika mechi hii, lakini kule akaondoka Chris akaweza kuondoa ngoma ile nje. Kurusha ni mchezaji wa timu ya Katisa moja anakwenda kurusha na kurusha na haraka lakini kwa sababu kurusha ni madhambi wanacheza mchezaji wa timu ya Katisa kwenda kupiga kama yeye ndio madhambi kufanyika pale dawe anataka kupiga mbele kabisa mtafuta mwenzake lakini kwa mara nyingine inatoka nje kwa kucheza goli kwa timu ya United. Kumbuka kama ni mashindano ya mashindano ya gavana Machakos mashindano ya Ndete ikiwa zaidi ya timu 600 na kabla timu 650 zinashiriki kwa mashindano ya kutawadi ni mbele za kaunti ya Machakos. Kumbuka United wanaanza kutafuta wenzake kule mbele wanachukua kule jaza kwa 12 Gareshi kutafuta wenzake na kupiga chenga moja nzuri sasa Katisa wapiga tena chenga ya pili wanakataa katikati ya uwanja Gareshi kabisa kutafuta wenzake kwa wingi kushoto kucheza za sita na kuchukua kwa mchezaji wa timu ya Katisa refa anasema tuende kazi na kugonga kijana kwa Shambeze Kelele ya kucheka kule ngoma ya United kwa shoti ya pote ngoma inatoka nje inakuwa ni bora mbona na kasi sana wao wacheza wanacheza wenzao hapa kurusha kule timu ya Katisa anacheza kwa sita anachukua pale anacheza Katisa na anakataa Mombasa United anakwenda pale pigwa nyingi sana pale Charles namba 10 mwite pita pale lakini kama inatoka nje kwa kurusha timu ya Katisa anarusha jaza mbele sana kupiga kichwa kile Gareshi tena kwa referee kudomea kinasanya juu anasema kama kuna macho na kurusha kwa kurusha timu ya Katisa ambao wamepigwa kwa tetezi wadi kwenda kurusha kule kurusha kutoka kabisa kichwa kwa mchezaji wa timu ya Mombasa United kuja mbele tena mpira unarekeshwa kutoka tena jaza mlitano kule mbele kwa nyingi inatoka nje kijana Emmanuel Mateka jaza mlitano lakini Mombasa United anarusha tena kabisa kwa kufuta mwenzake jaza nambari 8 anakwenda tena ni Musa Gareshi anataka kabisa kwa timu ya Katisa tuweza vizuri anaanza kama tena kwa kufuta mwenzake kule nyuma kabisa anachukua Mombasa United wingi kushoto kujaza 8 mwana anapiga mtu chini moja anaisha kutoka kule anasema jaza mrisaba kutoka mpira jaza mrisaba piga mtu chini na mmoja chini mwambie jamani bado kwa kijana haya nambari 7 ni chenga mtu vizuri akamweka chini kumwambia kijana bado ndio tunaanza ngoma Charles nambari anakwenda kuchukua pale huyo na machia mwenzake pale alichezwa vibaya ndivyo sivyo alichezewa vibaya pale kijana ya timu ya Mombasa United. Katisa anacheza Britano na kwa mbele kabisa kwa kufuta mwenzake 12 kwa goli la kimpira anaikosa kijana pale kutoka na kukosa mpira. Anaenda kwanza pale kwa kipa ya timu ya Mombasa United mambo yanaanza kuvuta mwenzake kwa ile 10 na kufikia 8 goli la kabisa kutoka mwenzake anacheza anapitisha kwanza kutoka sehemu sitini tena kwa namba kabisa kule kufuta mwenzake anapiga kichwa kile lakini pia anakuwa mwingi hapa inakuwa ni kama kurusha kurusha ni Katisa wanarusha kama kwa mwenzake jaza na kuna nini ndio tena mbona ile mpira unakuwa mungu unatoka nje kama sasa zimepita anakuambia mpenzi mtazamaji hapa mchezo mwenye kasi na kina Barina mgongoni pale alizunguka kwa pale kama mzima inakataka katika vijana hawa wa Katisa FC piga pasi katikati ya uwanja namna gani anabadilisha winga pale kwa namba 12 anaingia mzima kwenye zero pale kutoka vizuri na udaka cheza vizuri pale kijana ule haya kichwa kinaita wapi anaingia mzima pale lakini alikuwa anashautia pale katika kibanda pale timu ya maziwa pale inakuwa ni offside bila shaka ni kwa faida ya timu hii
ya Katisa United. Hii ni mechi yenye kasi aina yake. Hapa ni kwa Bin Speed hapa. Nipe nikupe. Anatoa cross kule kutafuta nambari 9 ngoni, lakini anakataka hapa. Nambari 15 na game mzima anapiga kungo pale, anaenda nje. Inakuwa bila kurusha katika timu hii ya Katisa United. Nambari 5 mgongoni pale mvyakaji mwenzake anakataka katika uwanja. Namna gani? Refa anasema itakuwa ni foul kuelekea timu hii ya Mumbuni United. Katisa United radhi, inakuwa ni kwa faida ya Mumbuni. Nambari hii ni mgongoni pale, anaenda angalau kumimina cross kutafuta goli la kwanza. Kumbuka kwa sasa dakika 10 za mchezo mkatika, hakuna ambaye aliweza kuona lango la mwezio. Ingia pasi mrefu lakini anatoka vizuri na muda. Basi mgongoni na kifua kinatoka nje. Kwa kurusha katika timu hii. Bila shaka ya Katisa na game za nambari 15 mgongoni pale na kwenda chini. Refa anasema namna gani? Anasema ni foul kuelekea timu hii ya Mumbuni United. Na mcheki Mutinda nambari 11 mgongoni pale akachezea timu ya Juakali FC pale katikati ya jiji la Machakos, lakini kwa sasa anawakilisha timu hii ya Mumbuni United. Nambari 11 anaitwa Mutinda. Anasema mchezo mmoja na chini, lakini refa anasema bado Simba kwa mkana mchezo unaendelea. Anaenda kumwona mlinda lango kwa nambari 1 mlinda cross mbele, kanaenda kwa nambari 9 mgongoni, kichwa kinaita anakosa, anaanza mzima nambari 16 anaona hesabu ya kwanza wapi. Refa anasema dhambi ikatendeka. Bila shaka kufanya makosa lazima anaadhibiwa. Nambari 14 mgongoni pale anaenda kupiga ile aliingia Mutinda. Mutinda akaichezea timu ya Juakali FC katikati ya jiji la Machakos. Anaenda kutoa cross pale mpaka nambari 15 anahesabu ya kwanza, anaingia mzima piga cross katikati ya uwanja, lakini wanakataa katika jana wa Mumbuni United. Zama na Mumbuni United pale kwa sababu, lakini kule wanazidi kasi. Inakuwa ni goli, inakuwa ni chakula cha goalkeeper pale. Haya, anashuka pale, anaenda kuanzisha goal kick. Piga pasi mbele, angalau kumtafuta nani? Anakataka kwa nambari 14 mbavani hapa. Huko unatoka nje. Anamzidi kasi, unatoka. Kumbuka hii ni third edition ya Mama Vinya Gavana Kabde. Anazidi kusonga hapa. Mambo hapa ikabambe katikati kati ya timu ya Katisa FC Mumbuni United. Yangu chini ni Saint Kaloki na hii ni third edition ya Mama Vinya Gavana. Kile kinamfuata wale vijana wa Katisa kurusha inakuwa ya tara pale kama sana na India inakatana kabisa. Lakini kwa nini kabla timu ya Mumbuni United itakuwa ni kona, itakuwa ni kabu achezwa visivyo. Mumbuni United ndio mchezo pale anajaribu kumina cross pale kutafuta goli la kwanza na goli la mchezo. Sasa wanajendaje? Anaweza kukulia lango la Brazil. Kwa sasa ni 0-0 kwa faida ya timu zote. Ndio kila siku nakwambia, ukiweza kufunga goli kwa faida ya timu yako, ukifunga kwa faida ya timu yako. Anaenda kufunga cross pale. Kama anataka kukata wanaojenga ukuta wanyama wa mwili ya kibinadamu na kwa vilevile. Bado kuna kurusha kwa timu hii ya Katisa United. Kumbuka hii mkara kupiga kapa tano isho. Anapokuwa katikati ya uwanja anahesabu watatu na mnagani hapa ndani anacheza kazi ya ziada hapa, anaingia mzima hapa, inaondosha uchafu hapa. Vijana wa Mumbuni United wanafanya kazi ya ziada kwenye safu ya nyuma, wanasema hakuna chongo, hakuna kupita. Makosa ya nani? Makosa ya nani? Anacheza kivyake, anajituma kujituma. Hawa ni vijana wa Machakos, vijana wa Mumbuni Nyota wanazidi kuonyesha ubambe. Rambo za kazi kaka Frank. Asante sana asante kwa kuchini finali. Tunakuja moja kwa moja kutoka uwanja wa
kisomi wa kanisa Katoliki, wale ambao mnapiga misa Sunday, kumbuka kwanza mkumbuke Saidi Kameti ili aweze kula mkate na damu ya Yesu katikati mwa uwanja. Kumbuka kwamba vijana wa timu ya Mungone uliokamilika, kumbuka mpiga jezi nyeupe juu ya kijani kibichi chini ya wenzao wa timu ya kanisa Haya basi, anaenda kumimina mkwaju hapa. Waikabu hapa angalau utafuta goli la kwanza. Kumbuka amna ambaye ameweza kulala lango la Mziona toka cross katika zaruba pale. Cheza kazi ya ziada. Amemakinika kweli kweli, lakini nakuwa ni corner kick kuelekea timu ya Katisa. Anaitwa Edu Mula. Ziada tuna kazi mwanamai. Asante sana mwenzangu wa Karatu. Wanakwenda kupiga timu ya Katisa. Anapiga kichwa kinachokuwa kwa mwili. Wanatoka nje na pale goal kick. Wanakwenda kucheza goal kick sasa ni timu ya Mungone United na Kanisha Colorado. Wanarusha kwenye Mungone United. Mshiriki kumtafuta mwenzake, anaanza vizuri, chaza kwa ile timu ya Katisa, anapiga mbele kumtafuta mwenzake, lakini hakuna mchezaji wote isipokuwa goli kwa ile timu ya Mungone ile kimao, anapiga mbele kwa sababu wanacheza vitano kwa vizuri, kumtafuta mwenzake, anapiga mtuche kwanza kufanya, anasema kelele kuna mchezaji amesema ndivyo, sio kila mchezaji anapiga hatimaye. Ya Mungone ya Katisa wanacheza vizuri sana, wanacheza watu wanaokuja anataka kusonga, wanacheza vizuri sana kupita kusonga pia, lakini wanaweza kuangusha kwa goli ya Kasema dunia wanamani. Anatuliza kikwanga, anasema hapa mtu anafanya madhambi. Ndivyo sivyo mchezaji Doki. Kweli anacheza visivyo, lakini ni hali ya kandanda, tunasema ni game moments. Mambo yanatokea tu, vituko zinatokea kwenye uwanja, lakini inakubalika, lakini ikiwa inazidi unapata adhabu. Maana ukifanya unaadhibiwa. Anatoka kwa sababu anakwenda chini kwa sababu amekwenda chini kwa sababu zinashirikishwa kwenye
kuhakikisha mazingira hapa na vile michezo hii ikaweza kutoka jambo hili ikaweza kupata nafasi siku leo. Baada ya kucheza na kuona anapiga kwa kitu kimoja kingine kwa nyingine kutoka nje. Anaita kutoka stadi ya soka. Haya. Kufikia sasa kwa wanafanya timu zote zinapiga kwa tatizo la kuhakikisha kwamba hapo chini. Sasa bado kuna msamaji. Kwa sasa wanatoshana nguvu. Haya, anaanza bila pale ndio anaanza pale kwa moja kwa moja. Cheza kwa mbele anaweza kwa kwanza. Kama nani? Anaingia mzima nambari 14. Lakini mpira unatoka kwa mpira wa kurusha katika timu hii ya Katisa United. Kisha mpira pale lakini Rasta anakata takata mkutano ngoni katika uwanja. Tunajaribu kupenya lakini hapo. Anabadilisha pale na badilisha mgongoni. Anaingia mzima anautuliza kama kile anakateka takata nambari 5 mgongoni pale kwa faida ya Mumbuni United. Angalau kuondoa uchafu kwenye maeneo ya hatari. Kumbuka ukiweza kufunga ni kwa faida ya timu yako, ukifunga kwa faida ya timu yako. Mpira ni kurusha kuelekea timu ya Mumbuni United. Nakumbuka the incoming MCA hiyo ito Kisoi tuko naye hapa ndani ya uwanja. Atakuwa ni kadi yetu wiper kwa uchaguzi ujao. Kumbuka gavana Machako kwa Vinyandeti yuko hapa. Basi anatoka wapi namna gani na udaka. Habari sababu mboni pale. Anafanya kazi ya ziada lakini anakosa kumanika. Lakini kipenga kinalia cha kukatiza kipindi cha kwanza basi tunaenda kwa MC Daha. Sasa yeye anaweza kutupatia burudani ili tuendelee na dakika za mapumziko. MC Daha mwisho James Wa tunapatia dakika 5 peke yake kwa mapumziko tunaendelea. Usani kuna za mama, ukojo, usani kuna za mama, sindio? Machezi! Mama! Chezi! Nikisema nesi, unasema mama. Chezi! Chezi! Weka chupa kwa pena mama, weka chupa. Hapana, kate nani? Mkate hiyo. Na kwa sasa sufuri kwa faida ya timu zote. Tuna kazi mwana mai. Basi kipindi cha kwanza pale tunapiga pale na bila shaka kipindi cha pili kinaanza rasmi. Katika tuanza na nambari 16 anajibu kwa kichwa. Anakatika pale. Cheza kwa nambari 6 mwingine ili kutuliza lakini anakanganya kidogo pale. Mpira unatoka nje. Ndio kuna kurusha kuelekea timu hii ya Katisa FC. Kwa sasa ni sufuri kwa faida ya timu zote. Kumbuka kila siku nakwambia ukiweza kufunga na kwa faida ya timu yako, ukishindwa kwa faida ya timu yako. Ndio,
katikati ya uwanja wakakuta tunakataa wanaangalia wachezaji wa timu ya timu ya Katisa kwa kushoto kucheza namba 5 hapo ndio wengi na kushoto na kidogo na kule pale unatoka nje referee wanakosa pale kwa ya kucheza kwa kile unashaka ni Chris ambaye ndio kwa timu ya Katisa anaweka chini anaanza kuweka kabisa na kufuta wenzake kwa katikati ya kushoto kule jaza kwa 3 anatoa vizuri Katisa anakwenda kwa kutoka nje kama kurusha kwa kucheza kwa 3 unacheza Katisa anakwenda kurusha kule anacheza wenzake kucheza na kule kwa anashika kurusha pita msoki pita msoki anakwenda kurusha wale anakwenda kurusha kabisa anapata nafasi ya kipekee lakini anakosa sababu kimeka na kukumbusha kila siku tukiweza kucheza kandanda lazima umakinike. Ukikosa kumakinika bila shaka mwezi anamakinika na basi hivyo ndio maji yanazidi unga. Anaenda kwanza mpira pale, hiyo ni goal kick nambari 6 mbongoni pale. Ingia Mutinda kika cross kule mbele na kupata nani? Unapata nambari 9 mbongoni lakini anajaribu kichwa. Anaingia Rasaman katikati ya uwanja. Jaribu kwa hesabu kwanza lakini anakata pale. Namna gani? Anaingia mzima. Lakini nambari 16 mbongoni pale anakata pale. Jaribu kwa hesabu wa kwanza wa pili lakini mpira unazidi maarifa hapa. Kwa mpira kurusha utapata nambari 13 mbongoni pale. Anaingia mzima Unasha kwa Katisa na Masaka Mwuri. Jaribu kwa lakini Mwuri wanakatika vijana hao. Mwuri United. Wanacheza Mwuri ndio kwa sababu hatari namna gani wanakatika vijana hao. Mwuri United. Nambari 10 mbongoni pale jaribu kutuliza. Anaangalia piga wapi katikati ya uwanja. Yuko Rastaman. Nambari 10 pale. Kwa nambari 15. Anaangalia piga wapi. Anapiga anacheza kazi, anafanya kazi ya lakini refa katika James anasema alikuwa kashama na basi anakwenda hivi tayari faulu katika timu hii bila shaka ya Mbuni United. Haya anamimina cross kule mbele bila kutafuta nani. Nambari 11 Mbuni mbele katika uwanja Rasaman anajibu kwa kifua pale anajibu kwa sakama anahesabu wa kwanza kwake nani anakataka katika vijana hawa Katisa FC. Hakuna anayejaribu kulipata kuliona lango la mzuri James Mzimana na manane pale Raisi anakwenda chini anapumzika kidogo anasema chakula changu piga cross kule mbele namba 11 ana James Mzimana lakini sasa zinatoshana lakini tunazidi kujaza kile cha na timu zote mbili hapa kila mmoja anapima kama mimi naweza nikashinda. Kwa kweli nikifanya masiara nyuma nitakuwa pia nashinda. Kwa hiyo timu zote zinafanana hapo. Lakini kama lazima tufanye ulinzi maana yake hapo ukishinda unakuwa na nguvu sana. Na bado sikuwa Mungu itakuwa ni mikuki ya penalty ama itakuwa namna gani? Hapa ni mshiriki leo. Aingia anasema lakini mpira unamzidi maarifa. Inakuwa mpira kurusha kuelekea timu ya Mbuni United. Hii ni kwa faida ya Katisa FC. Kumbuka timu zote zaondokea maeneo haya ya Mbuni North World ambao wanatarajia kupiga kura na kumpata mbunge yoitwa Kisoi mbunge mtarajiwa ama incumbent MCA. Mwanzo na kubaliana nao ni kwamba wakaaji wa Wahii na kwamba wamekuwa
zaidi ya miaka miwili watakuwa na mheshimiwa, lakini tunashukuru manake kitengo cha IEBC tupo kazi. Kwa hivyo tarehe 27 basi mambo itaweza kujulikana kudhibiti. Kumbuka tuko ndani ya fainali kutoka timu ya Mbuni United, hii inaelekea timu ya Katisa katika uwanja. Bila shaka ni dakika za lala salama, manake muda unakwenda. Kulingana na kipindi changu cha saa ni kwamba imesalia dakika kidogo tu kwamba hii shughuli iweze kukamilika, manake masaa yake yanakwenda, anatuliza kule kutoka Sinza na Chakoro na kabisa kutoka nani sababu tunakwenda chini, anachenga kujaribu na kwenda leo. Hii itakuwa ni kama kuelekezwa kwa timu ya Katisa. Anakwenda kuondosha kijana wa Mbuni vizuri sana huko, anaangalia cheza wapi. Kutoka kwamba matangazo ya kuletea Basha, niko na mwenzangu Nicholas Ilegabesa, mwenzangu Said Kaleki, ambaye anasema kila Jumapili anapiga kabisa ameamua kati matangazo zaidi kwa mwelekeo zaidi ili mechi iweze kupeleka wanapiga mkono na penalti, kisha inakuwa na dakika kwa MCK ili tuweze kuendelea. Kwa sasa timu zote zimeamua kupiga mikono ya penalti ili tuweze kupata ushindi, na baada ya hapo kurejea kwa MCK ili tuweze kupata mwelekeo zaidi ya sherehe na uongozi wa mashindano ya wetu na mheshimiwa Mwalimu Ndeti. Kumbuka zaidi ya timu 600 ikiwa ni 650 zinafahamisha kwamba bila shaka siku ya leo kama zitakuwa zinacheza katika mashindano haya kuanzia sasa na mwezi Desemba mpaka tunakuwa na fainali. Tunashuhudia kulingana na sheria za FIFA ni kwamba mechi inakamilika saa 7 na lazima ushindi unalika kidogo za maongezi pande zote na kukamilika kwa mechi. Kwa hivi sasa tunazungumza kwenye mikiki ya penalti tusubiri na kitu kimoja wazi, tusije uwanjani tafadhali, tuache timu zetu ziweze kupiga mikono ya penalti, tumalize tupate mshindi ili tuweze kupata maelezo zaidi. Kumbuka kwamba zaidi ya timu 650 tukumbuka kwamba ndani ya one level timu ambayo itakayotoka mshindi na kwenda pale itakwenda nyumbani na kitita cha shilingi milioni 200,000. Inaonekana kwamba laki mbili tunazungumzia laki mbili. Nataka kwenda fast runner sababu bila shaka atakwenda nyumbani na laki moja. Safi. Finali county. Nani anakwenda nyumbani na pesa ngapi? Haya, kwenye county kumbuka milioni 1 itakwenda nyumbani. Sikiza penalty ile. Nataka kueleza ni nani anakwenda kupiga hili penalty. Mwenzangu Nicholas Mbai amevalia miwani iko tayari kuona mbele. Haya basi, itakuwa ni penalti ya kwanza, kala kuamua nani ataibuka mshindi. Anapiga hatua 2-3 nyuma, anamwangalia kwa macho. Wale wa zamani walisema usije kumtazama kwa macho pale. Tunapata penalti ya kwanza.
Katero anapata penalti ya kwanza. Manake anaitwa Ian Ndambuki. Yuaitwa Ian Ndambuki. Sikiliza, Peter Musyoki, vijana wa Katisa, Peter Musyoki anarudi nyuma. Na Kanoki tunapongoja penalti nyingine ni kwamba timu ya Maisha ambayo ilitandika Legends 2-0 wanasema kwamba wakumbuke wako hapa, angalau wataje, watasikia waitwa Maisha Warriors. Maisha Magic. Penalti ya tatu na penalti ya pili kwa faida ya Mumbuni United. Nambari 6 mgongoni pale anaitwa Samuel Mutisia. Samuel Mutisia, penalti ya tatu na penalti ya pili. Sikiza hili. Haya, anarudi nyuma pale, piga pumzi. Kijana mwite kwa jina Samuel Mutisia anafunga penalti ya pili. Wanakuja Katisa sasa. Vijana wamevalia jazz nambari 13. Ndakuwa na kufahamisha anaitwa nani. Jazz nambari 13. Ndakuwa na kufahamisha anaitwa nani. Haya, kinakwenda juu. Anarudi nyuma, anachukua nguvu kama ndogo. Anasema bismillahirrahmanirrahim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anakuja penalti ina maana mbili. Haya ni mambo ya kawaida, kitu cha kwanza kabisa. Kupoteza na kufunga penalti ni kawaida. Haya ni mambo ya kawaida. Kwa fainali kuna maneno. Basi itakuwa ni penalti ya tatu, itakuwa ni penalti ya 4 na penalti ya tatu kwa fainali. Nambari 3 anaitwa Noah Heke. Anajishika kiuno. Anasema tena. Ya kuwa wamepoteza hakuna mtu mmoja. Zinasalia penalti 2-2, hakuna mshindi kufikia sasa. Haya, kupoteza penalti ni mambo ya kawaida. Au sio? Haya, tuone Katisa wala mchezaji kupiga penalti au kucheza penalti wao ya 4. Jazz. T-shirt yake ile ni Jazz. Jezi nambari 11 ni nani huyu? Nambari 11 hapa kwa sajili yangu sina, lakini haya tumwangalie. Haya, rudi nyuma. Anakuja. Wakifunga mechi imekwisha. Haya, Mumbuni United wakifunga inakuwa hapa ni chochote chaweza kufanyika. Anaitwa jezi nambari 4 Edwin Mwengo. Jezi nambari 4 Edwin Mwengo. Wakifunga pia inakwisha. Mumbuni United wakifunga pia mechi inakwisha. Haya, si mwisho. Haya ni wakati wa matangazo ya mwisho. Ni wakati wa Rastaman always a Rastaman. wakati wa Anaitwa Morris Mutuma.
Mr. Roman. And there is the man, Mr. Powers. Tuelezeni ni nini inaendelea? Siku na imeisha ama? Ya mwisho. Tueleza nani anapenda kuondosha hili. Kumbuka kwamba hii ni awamu ya 3 ya mstahiki gavana Ovinya Ndeti. Inapigwa mfululizo kwa 3. Sikiliza matangazo. Sikiza hili. Hawa timu ya Gatisa wanakwenda kucheza penalti hiyo. VAR. Wanasema VAR. Tende kule. Mambo bado. Washabiki wanasema Rasta na amelete. Bado yakusha. Wako sare wote. Mshindi bado inapatikana na shughuli kwa mshindi. Na shughuli kupata mshindi kwa penalti hizi. Charles nambari 10. Anatapita Mwengwa. Kwenda kupiga penalti yake pale. Charles Wabakome Peter Mwengwa. Anapiga goli. Haya, jezi nambari 10 anakula kadi. Nani atakuwa mshindi hapa? Jezi nambari 5 Mtoa Sami. Haya wasi. Hizi ni kipindi cha lala salama. Mtoa anakuwa na jezi nambari 5. See